4 nilikutana pata bahati ya kipekee ya kusimama mbele ya mgombea wa CCM, mama mahiri anayeheshimika, na mimi ni ushuhuda. Ukienda Kongo iliongea pale, ukienda Kenya, ukienda Uganda, ukienda Rwanda, Burundi, kusini mwa Sudan, nchi ya kusini ya Sudan. Maana ukisema kidiplomasia, kusini mwa Sudan ni mgogoro wa kidiplomasia. Maana haitwi kusini mwa Sudan, inaitwa nchi ya Sudan Kusini. Hivi vitu unafundishwa ili usikose. Nikienda Somalia, nikienda kila mahali, nchi ambayo tunaiwakilisha, mwanadiplomasia namba 1 ni Mama Daktari Samia Suluhu Hassan. Huyu hapa. Wacheni watu wafanye siasa. Chukueni kwa mtoto wenu. Mtoto wenu ambaye haongei uongo. Heshima ambaye Mama Samia Suluhu Hassan amelijengea taifa hili, Mungu anajua. Anapambana usiku na mchana ili kupeperusha bendera ya nchi yetu, ili unapoiona rangi 4 zile, ukiangalia ukiwa Kongo, unaona bendera na rangi zetu, unasema asante rais wangu, kwa sababu heshima hii na bendera hii naiona nikiwa sijakanyaga ardhi ya Tanzania ni kwa sababu yako rais wangu. Mama huyu ametufanyia mengi, naomba mniamini. Ninasema hivi, yeyote awe mchimbaji mkubwa awe mdogo, anayenufaika na madini yetu, lazima akumbuke maisha ya watu wa maeneo haya yanayozungukwa na madini. Yale matamanio ya kwamba wako tayari kumsaidia mtu mwenye madaraka, lakini wasimuone mtoto maskini anayetembea bila viatu wa Mererani na Nasinyai, tutaelewana. Wananchi wangapi ambao wataniunga mkono? Nataka nione hapo. Nimeona madiwani, nimeona viongozi wangu wote. Kama ninyi mko tayari, haya madini yatatunufaisha. Kama ninyi mkiwa tayari, haya madini haiwezekani wewe uchimbe Mererani, unapigiwa na mwakilishi wa wananchi, awe diwani, awe mwenyekiti, awe mbunge, alafu tunajua umepata. Maana kuna wakati wanapitia nyakati ngumu sana, na sisi hatuwezi kuwa binadamu tusiokuwa na roho nzuri. Sisi hatutafuti tena hela ya kula au ya kulala. Tunataka tu uongozi wenu vizuri na hawa watu wa kawaida wanufaike. Haiwezekani wewe unachukua madini yako hapo, unadeclare pale, tunajua umepata, unakimbia, hujengi darasa moja, hujengi zahanati, huchangie maendeleo ya madarasa, huchangie chochote, alafu unakaa tunakuita fogo tajiri. Hiyo kitu sahau mzee. Nataka kila mmoja, nikiwa kama mwakilishi wa maskini wenzangu hawa, kila mmoja akumbuke watu maskini. Mimi ombi langu wa serikali, tutakaa na viongozi waliosema, wachimbaji wadogo, wawakilishi wao, mabroka, wananchi na viongozi hawa, tutakaa nao wote, tutafutia namna bora ya kubadilisha maisha ya mji huu. Hivi tunauliza maswali, hivi watu wakikaa kwenye ukuta mpaka usiku, mji huu utapata maisha au utakufa? Tutaulizana wote kwa pamoja. Sasa kama hali ndivyo ilivyo, tunafanyaje? Na kwa sababu serikali yetu ni sikivu,
tunafanyaje ili madini yachimbwe, kodi ya serikali ipatikane, madini yasitoroshwe, lakini maisha ya watu wa eneo hili na yenyewe ya shamiri. Lazima tuje na majibu, na tutakuja kuwaambia wananchi tumeamua nini. Lakini natamani kila mama ntilie, kila kijana, kila mzee mwenye biashara yake, iwe ni guest house, iwe ni duka, iwe ni kibanda cha kuuza chai, iwe ni cha kuuza uji, kila mtu apate riziki kutokana na madini haya. Hayo ndio matamanio yangu kama mbunge. Natamani mtuunge mkono, mtusaidie hizo kura, kwa sababu eneo la Mererani ni ya mtu. Mkitupigia kura nyingi CCM, mkampigia mama yetu kura nyingi, mkampa mbunge kura nyingi, mkampa diwani kura nyingi, maana yake na mimi nikienda kule bungeni, nikienda serikalini, ninasikika, kwa sababu mmemheshimisha rais, mmemheshimisha mbunge, mmemheshimisha diwani. Naombeni watu wote mtuheshimishe, ili matatizo yenu yote tuyabebe katika hali ya binadamu, tufanye kadri ya binadamu wetu, na Mungu naye akaongezee. Naombeni mtupe kura nyingi, mtusaidie. Wangapi wanaenda kuchagua CCM siku ya 29? CCM oye! Mererani oye! Mtu oye! Simanjiro oye! Mama Samia Suluhu Hassan oye! Wangapi watamchagua rais wa viwango, rais makini, mpende watu? Asanteni watu wa Simanjiro, Mungu awabariki sana.